mambo mingi, lakini hajui nyakati na hajui wakati wa kutenda kazi ya Bwana ama kuitekeleza kazi ya Bwana. Bwana apewe sifa. Lakini Biblia inatuambia hao watu walikuwa na hiyo hekima. Kwa nini sisi tusiwe na hekima ya kutafakari wakati wa Bwana na wakati wa kutenda kazi ya Bwana na hata kusikia sauti ya Mungu mwenyewe? Bwana apewe sifa. Ni vizuri wakati wote tu, wakati tunakaa ukijua kuna mambo inataka itendeke. Kama Israeli inatuonyesha nini? Wanaisraeli walikuwa na uwezo wa majira. Bwana pesi, wakati wa kuomba, wakati wa kufanya kazi ya Bwana. Bwana pesi. Amen. Walikuwa wanajua kwamba Mungu anafanya nini. Haleluya. Wakati mnabarikiwa unajua kwani hapa ile jambo ninaliona katika maisha yangu, hapa kuna baraka za Bwana. Bwana apewe sifa. Amen. Hao watu walikuwa wamejua tu hivyo, hatua sahihi ya kuchukua wakati wakati kubarikiwa. Ni hatua gani unaweza ukachukua nini? Kwa kupata kubarikiwa. Tenda kazi ya Bwana, fanya kazi ya Bwana, muombe Mungu. Haleluya, litukuze na uliinue jina lake. Maana hakuna kitu kingine Mungu alitupa tu kwa jambo moja tu. Tuwe tukitukuza jina lake, tuwe tukimshukuru. Bwana apewe sifa. Lakini sisi tumeshindwa kujua hizo nyakati. Kukawa kuna watu walikuwa wamejua hiyo mambo sana. Haleluya. Lakini maisha ya leo tunakaa namna gani? Wanaona ishara lakini hawaelewi. Hata ishara tunaweza kuona. Kuna dalili Mungu anafanya kazi, lakini hatuelewi. Hiyo ni kukosa kujua majira ama kujua nyakati. Ama hata ile kukosa kusikia sauti ya Mungu. Wala kwa sifa. Lakini hao ni Israeli wanaishi bila kama sisi. Hao waliishi wakiwa na mwelekeo. Sisi tunaishi bila mwelekeo, bila kujua kazi ya Bwana wakati ya Bwana itaenda namna gani. Haleluya. Hatukuwa tunasikia kwamba kuna watu wanajua nyakati za Bwana ama kama vile ifanywe. Kazi ya Bwana tungetaka ikae namna gani? Bwana apewe sifa. Hiyo ndio jambo tu ya kujua mwelekeo na kujua kazi itaendelea namna gani. Tusije tukafuata mambo ya dunia. Wakati tunafuata mambo ya dunia kama vile tunaenda kazi, hatuwezi kujua mambo ya Mungu itakuwa namna gani. Haleluya. Maana sisi tumefuatilia sana. Hata mambo yako unafuatilia sana. Unafuatilia mambo yako. Unasikia mwili wako inataka kulala. Haleluya. Hiyo ni kufuata mambo ya dunia ambayo haina nini? Haina kufanikiwa, yani haifanikii. Hapana. Lakini ukisikia tu leo ni siku ya Jumapili na kuna haya mahali naendaga, hizo ni kujua nyakati. Haleluya. Maana huwezi ukalinganisha kazi katika nyumba ya Bwana na kazi katika nyumba yako. Bwana apewe sifa. Hao watu wakawa ni watu walikuwa na hekima zaidi. Maana Mungu anatafuta watu wenye utambuzi wa kiroho. Haleluya. Usikae tu kidunia. Kaa kiroho ukielewa na mambo namna gani. Maana juu siku nyingine, siku ya kesho ama dakika nyingine itakuwa namna gani. Maana wewe shetani, nyinyi ndio mmelala. Shetani bado hajalala. Bado anakuangalia, bado anakuangamiza katika maisha yako, katika mwili wako, katika hata familia yako yote. Aliangamiza. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ni wakati wa kujua mambo ya kiroho iko namna gani. Haleluya. Na ndiposa Mungu anatafuta wale watu wanaojua kiroho. Haleluya. Ili wakapata kumwelewa na kujua anafanya kazi namna gani. Ni kama tu vile ni kama namna gani. Bila unaweza kuwa na ishara. Ile ishara nzuri cha kusema mtu akiendesha gari. Ukikosa kuona ile gari inasimama, utagonga. Bwana apewe sifa. Lakini ukiangalia mwangalifu unaona hii matai ni wapi? Hiyo matai ya breki. Ukikosa kuslow down, utaenda nini? Utagonga. Kama wewe ufanyi hivyo, hakika maisha yako itakuja kuharibika, itakuwa na uharibifu. Maana wewe utabui majira, ujui nyakati, ujui gari inasimama, ujui maisha yako yanaenda namna gani. Haleluya. Kwa hivyo ni vizuri kutafakari mambo yote. Haleluya. Hawa watu wakawa na njia nzuri sana. Lakini wakati kama huu, unaweza fanya kujua wakati wa kuomba. Kuna watu wanakaanga kuwa na mbaga siku ya Jumapili tu.
Haleluya. Unajua sasa hii wakati wa kufunga, wakati wa maombi, wakati wa toba, hizo mambo Mungu ameziweka mbele yako. Na ufai kukaa tu hivi tu tumefika tu, ni kama ujue mwelekeo. Kukosa kujua mwelekeo ni vibaya sana. Ujue wakati wa kuomba, wakati wa kufunga, wakati wa kumwita Mungu. Hizo ni jambo Mungu ameweka mbele zako, ili ukitaka kujua, kutambua majira ya Mungu na hata kusikia sauti yake. Bwana asifiwe. Amen. Usisi kwa mazoea ya dini kama udini tu. Sema tu ulikuja tu kanisa na kukaa tu hivi, alafu unakuja saa zingine unaingia katika nyumba ya Bwana, uko na mawazo mengine ndani yako. Wengine wanakaa katika nyumba ya Bwana lakini hayuko huku, amekaa tu si kama anasikiza. Lakini asikizi. Bwana asifiwe. Ni vizuri kukaa ukielewa na ukijua uko katika nyumba ya Bwana. Ni kitu gani unasikia? Hii neno tu moja. Maneno mingi itaongelewa. Neno itaongelewa ya Bwana, lakini kuna jambo tu moja utasikia, na hiyo ni jambo langu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni vizuri kwenda tu kutafuta. Yaani usiishi tu hivyo kama tunaomba dunia. Omba Mungu akupe macho ya kuona na moyo wa kuelekeza. Haleluya. Hiyo ni vitu vya Mungu. Akuombe Mungu akupe roho ya kujua na kuelekesha ili kupata. Kuelewa mambo ya Mungu na akufikishe mpaka mahali unaendana. Ukisoma katika kitabu cha Yeremia 8:7. Kitabu cha Yeremia 8 mstari huo wa 7. Yeremia 8 mstari wa 7 inasema hivi: naam, koikoi angani ajua nyakati zake zilizoamuliwa, na huwa na bayuwayu korongo huangalia wakati wa kuja kwao, bali watu wangu hawajui amri zangu Bwana. Haleluya. Amen. Mungu analinganisha nini? Just imagine, sasa unaona kuna ndege zimepanga laini hivi. Ni kama zimetengeneza kapanda juu ya hewa. Kuna ndege ile inaongoza pale. Na hizo ndege hubadilisha na wewe ukajua zinabadilishana. Wewe ndio unatuongoza hivyo, wanaenda hivyo. Sasa Mungu anasema hata korongo hawa ndege wa angani wanajua masaa ya kuondoka. Jioni imefika, sasa tunaondoka. Ama kuna msimu fulani ndege zinaondoka zinaenda pande pengine. Bwana asifiwe. Ndipo Mungu anajua, hawa ndege wanajua mambo ya msimu wa kurudi, msimu wa kuondoka, mabadiliko ya hali ya hewa. Hewa ikibadilika zingine zinaenda mbali sana. Bwana asifiwe. Maana zinajua mahali hapa kuna baridi, lakini Mungu anasema watu wangu wamekosa kujua na kufahamu kile mimi ningetaka kufanya. Haleluya. Hiyo ni jambo lingine kushangaza sana kwamba sisi ni watu binadamu tumevaa kina Bwana. Na wale ndege wa angani wanajua nyakati za baridi, nyakati za kubadilisha na hata nyakati za kuhama kwa na mahali pengine. Watu wangu wamekosa kujua. Hebu rudia kwa mwisho. Mwisho wapi? Hapa tu hiyo Yeremia 8. Yeremia 8:7 hapo ukimalizia. Bali watu wangu hawajui amri za Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Lakini Mungu alisema watu wake hawajui njia yake. Bwana asifiwe. Amen. Ni uzuri kuona hivyo. Watu wanajua ratiba za biashara lakini hawajui ratiba ya maombi. Haleluya. Unajua Mungu anaweza kupanga biashara yake vizuri sana, lakini hajui hata ratiba ya kuomba bila kufanya. Hajui. Mambo mengine tunajua sana, lakini mambo mengine Mungu hatujuani. Haleluya. Wanajua habari za dunia lakini hawajui neno la Mungu. Tumejua sana from Kenya
ilifanyika hivi na hivi. Nani alisema fulani na fulani na hivi. Siasa ilikuwa hivi na hivi. Lakini kwa maneno ya Bwana vile angetaka tufanye, sisi hatujui. Tutafanya nini jamani? Haleluya. Hatujui, lakini Mungu anasema ndege wa angani wanajua majira yake ya kuondoka na hata kurudi mahali yake. Haleluya. Lakini je, watu wangu hawana hizo? Haleluya. Ni vizuri kuelewa neno la Bwana. Wale wanajua mitindo ya maisha lakini hawajui mapenzi ya Mungu. Nyinyi hamjui mitindo ya maisha, mnajua. Niseme ikifika tunaenda mahali fulani, mwezeke ikifika tunaenda mahali fulani, lakini wakati wa Mungu hamjuangi. Haleluya. Mungu anatulinganisha na vitu zingine dhaifu sana. Anatuonyesha kwamba sisi yaani tumeshindwa na hizo. Haleluya. Kia sasa yaani hii wakati mwingine wacha sisi sasa tunarudi. Tulitoka mahali fulani na lazima tuende jioni. Haleluya. Ndipo unaona wakati wewe unajua kazi Jumapili ni siku ya kanisa. Lakini sasa hiyo ndio unaweza ukapata mambo mengi ya kufanya uko free. Haleluya. Kile wanasema sasa hiyo ni wakati wa kufua nguo za wiki nzima. Mungu anauliza, watu wangu kwa nini wanashindwa kujua majira na nyakati? Haleluya. Haleluya. Lakini wanadamu mara nyingi huonwa na Mungu kupitia nini? Kupitia mahubiri, kupitia ndoto, kupitia majaribu au Roho Mtakatifu, lakini bado hawabadiliki. Tunafundishwa na mambo mengi kwa neno la Bwana, kwa mahubiri. Haleluya. Unasikia Roho wa Bwana anakuhimiza jambo fulani, lakini unafikiria hiyo mahubiri yako. Roho wa Bwana anataka ufanye hivi, wala anataka kufanya vingine. Mungu bado anatuonya tu ili tukapata kujua nyakati za Bwana. Wakati wa Bwana ukifika, tutapata kufanya nini? Haleluya. Wakati wote kuwa ukifikiria nani alikuleta katika ulimwengu huu. Si unaona kama mtu kama Farao. Farao mwenyewe alipata mapigo mingi zaidi. Na moyo wake ukabaki kama umekauka. Kwa nini sisi tuwe namna hiyo? Mungu anatuonya na njia nyingi. Mimi yetu hata inawajeka kama mimi mgonjwa mguu. Tunaona na njia nyingi. Haleluya. Hata Mungu wa maajabu leo mimi natembea pale. Kweli. Niko naenda hivi. Lakini mimi sasa nasikia nini nakanyaga vizuri. Mungu mchungu. Lakini Mungu anatuonya kwa mambo mengi ili tukapata kufahamu. Hata kama tunacheka, jua tu Mungu bado wako. Mungu bado hajaniachilia. Hata kama kuna shida gani, hata kama ile bibi itakuja paka ifika mahali hapa, bado utasurvive. Na utajua kuna Mungu ambaye amekupea hiyo hewa iko karibu nawe. Haleluya. Kwa hivyo ni vizuri tusikane namna hiyo. Mungu anataka tuwe watu wa kusikia sauti yake mapema kabla ya uharibifu haujafika. Tukikosa kusikia sauti ya Mungu, tutakutwa na hiyo uharibifu. Mungu analeta sauti yake, lakini sisi tunapuuza. Uharibifu unakuja ukisema ni Mungu amefanya hivi. Mungu ndiye ametupea hivi. Kumbe si Mungu. Uharibifu unakuja, unaharibika kabisa. Kenya mzima mnalia, kila mtu kuna mtu ambaye hali. Tuko jikoni hivi tuone moto. Na hakuna kubadilika, kuna pale hivi, hivi tunapata joto, tunaenda ingine. Tuone moto vizuri. Vizuri. Ni kwanza tukashike neno la Bwana. Tukapata kulilia Mungu. Na wakati wa watu walimulilia Mungu wakati walikuwa katika nchi ya utumwa, Mungu alisikia kilio chao na akamtuma Musa akamwambia, nimesikia kilio huku. Kuna jambo linatendeka kule. Lakini kama hamlii Mungu, jambo gani litatendeka katika maisha yetu? Bwana pesi. Amen. Bwana pesi. Kwa hivyo ni vizuri kujua mambo ambazo zinaambatana na kazi ya Bwana. Hebu nisomee katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 18. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza 18. Mstari wa 1 na wa 2 pekee yake. Mstari wa kwanza na wa pili. Kitabu ni cha Wafalme wa Kwanza 18
18 mstari wa kwanza na wa pili. Ikiwa baada ya siku nyingi neno la Bwana likamjia Eliya katika mwaka wa 3 kusema, enenda ukajionyeshe kwa Ahab, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Basi Eliya akaenda ili ajionyeshe kwa Ahab, na njaa ilikuwa nzito katika Samaria. 3. Sura 3. Sawa. Tumesikia wakati nyakati za Bwana zilifika, alijua. Maana mtumishi wa Mungu alikuwa amesema nyakati fulani hakutakuwa na mvua. Katika ile nchi kulikuwa na nini? Kulikuwa na ukame, kulikuwa na njaa, kulikuwa na mateso, hofu. Lakini Mungu alipotoa neno, mvua ilikuwa karibu kurudi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nyakati za Bwana zikifika, inafika na inakuja. Haleluya. Maana wakati alimwambia Eliya aende akajionyesha kwa ule mfalme, nyakati zilikuwa zimefika ile. Haleluya. Ndipo nakwambia lazima ujue majira ya Mwenyezi Mungu na hata sauti ya Bwana. Haleluya. Si Eliya alisikia sauti ya Bwana. Lakini maisha leo, watu wengi leo hawatii Bwana. Pesa. Watu siku hizi hawasikii maneno ya Mungu. Ukama wa kiroho huko, ukama wa ndoa, ukama wa kifedha, ukama wa amani. Haleluya. Hata ukama wa ndoa, kila kitu kina ukama wake. Ndio. Vitu zote ziko na ukama yake. Yaani ile ukaukiwa. Tunasikia? Watu wengi wanapitia ukama wa kiroho, ukame wa ndoa, ukame wa kifedha, ukame wa amani. Hakuna amani katika boma zetu. Ziko na shida. Naona tu watu wamekaa hivi, lakini boma zimejaa nini shida? Hiyo ni ukame wa aina fulani. Lakini Mungu anataka tu asikie sauti yako. Yaani unamlilia na apata kusikia. Bwana asifiwe. Lakini habari njema ni kwamba Mungu bado anasema mvua inakuja. Baraka za Bwana bado zinafanya nini? Zinakuja. Tukikaa kama mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Ni kama vile tunaona mkulima anapanda mbegu zake katika shamba. Na anaona tu yaani anajua tu hiyo wakati ya kupanda. Haleluya. Lakini akiona mawingu imetanda juu, anajua lazima kutanyesha. Kuwa na imani kwamba Mungu atatenda jambo katika maisha yako. Haleluya. Na akiona hivyo anajua hii mvua ikinyesha lazima tutamea vitu na lazima tutafuna. Bwana asifiwe. Wewe na amani na Bwana na kujua yale mambo angetaka ifanyike. Haleluya. Tuwe tukitambua majira ya Mungu. Tusiishi kwa mazoea. Ishi kwa uongozi wa Mungu. Tusiishi kwa kuzoea pili. Umezoea maisha ni kawaida. Maisha si kawaida. Haleluya. Ni jambo lako wewe ujue maisha yako iko namna gani. Maisha yako yaelekeze kwa Mungu. Ni atatenda jambo katika maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri ujue majira ya Bwana Mungu anataka ifanyike namna gani. Sikiza sauti ya Bwana. Na Bwana atakutendea. Ukijua sasa ni wakati wa ibada, kuwa hapa mapema. Bwana asifiwe. Wakati tunakwenda hapa saa 1 ama before 7, tunakujana kunena maneno ya Bwana ambaye hatuwezi. Sasa hivi mimi nikasema mambo mingi sana. Kuna mtu anaweza akatokea kuuliza swali. Lakini huko hapa asubuhi utauliza na hapa iko namna gani? Kwa nini mimi nasikianga hivi? Haleluya. Tujue majira na Mungu atakuja kutubariki. Haleluya. Tujue tukae kama wana Isakari walijua nyakati na majira zinakaa namna gani. Wakati wa kuharibika najua. Kujua shida inatokea katika nyumba ya Bwana. Tatua. Haleluya. Bwana asifiwe. Katika boma zenu mbele Bwana. Ya Bwana Yesu Bwana sana. Asante sana mchungaji. Pia wewe Mungu akubariki sana na kutendee yaliyo mema